lazima upite kwenye kozi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maisha unayapitia magumu, kuna baadhi ya vitu unavipitia na Mungu ameruhusu vipitie, vinakuimarisha ili Mungu atakapokupa nafasi fulani, ile nafasi uweze kuitendea haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaimarishwa. Tuliangalia jinsi ambavyo Daudi alipambana na dubu, bado kijana sana, lakini akapambana na dubu, baada akapambana na simba. Kumbe Mungu alikuwa anamuandaa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Hii sauti haitoshi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tutoke kwenye usingizi. Kwa hiyo ili mtu ainuliwe, lazima apitishwe kwenye mambo fulani yatakayomfanya kufiki kwenye ule muujiza. Haleluya. Kwa hiyo Daudi mpaka kuja kuwa mfalme haikutokea tu kwa bahati mbaya. Alipita kwenye changamoto nyingi, lakini kumbe zile changamoto Mungu aliziruhusu ili kutaka kumfanya Daudi afike pale ulipomwona alipo. Na wewe unayoyapitia, yamkini nisema bado unapambana na dubu, mwingine yuko anamalizana na simba, mwingine yuko na Goliati. Nafasi yako ya kubarikiwa imekukaribia. Endelea kuwa imara kwa Yesu. Nina watu kanisani, endelea kuwa imara kwa ajili ya Mungu wako. Wakati unapopitia changamoto fulani kwenye ndoa, kwa ajili ya hayo unayopitia ni kukuandaa uwe baba bora na mama bora. Hebu tumtukuze Mungu wetu, ili uwe na kitu kwa ajili ya watu. Kwa hiyo kabla hujainuliwa, kwanza inaanza testi. Ili mwanadamu ainuliwe, kabla ya kuinuliwa, anaanza kupita kwenye mitihani ili kumfanya afae. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Sasa Wakristo wengi wanataka wainuliwe kwanza, ndio mambo mengine wayafanye. Sio utaratibu wa Mungu. Utaratibu wa Mungu, Mungu anakupandisha taratibu kulingana na kile unachokishinda ambacho anavyokuhakiki. Kale anavyokuhakiki na unavyodumisha heshima yake kwa ajili ya matendo yako, ndiyo anamfanya Mungu asukumwe kukuweka panapo nafasi. Hello. Mfano, unaweza kaniona mimi mchungaji niko hapa, ukafikiri tu nimetokea kuwa mchungaji. Hapana. Haleluya. Haijatokea tu hivyo, hapana. Nimekaa chini nikachungwa, na wakati nachungwa mambo mengi yalinipata. Halo. Mambo mengi yalinipata. Magonjwa yalivamia familia, uwezi wakaiba biashara zangu nilizozitumainia, nilikataliwa hata na ndugu zangu. Nilipita kwenye mambo mengi, lakini leo Mungu alinifikisha hapa nilikofika. Ni kwa sababu nilikaa imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa Daudi kuwa mfalme aliandaliwa. Ndio maana ukiona mtu ameikwisha kubarikiwa, usipambane na baraka yake. Nilikwambia huwezi jua ile nguvu iliyomsaidia kufika pale ina uwezo kiasi gani. Ile nguvu inayomsaidia kufika pale ndiyo nguvu inayomtetea katika mambo yote. Kwa hiyo usipambane na watu walioinuliwa, utashushwa haraka. Na nielewa kanisa, tulisema Mungu humwinua mtu kutoka mavumbini, humketisha na nini? Na wakuu. Lengo la kukuketisha na wakuu sio sifa, ni ili urudi kwa walioko mavumbini kule ulikotoka, uwatie moyo, wamfurahie Mungu kama ambavyo umemwona katika utukufu wake. Kwa hiyo anapokutoa mavumbini, tulisema na kufanya kuwa kiunganishi cha wenye mamlaka walio juu, na wewe kwa kuwa umetoka chini, ni rahisi kupeleka ushuhuda kwa wale wa chini, kwa sababu wanakujua vizuri, wakaamini Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamfuata. Ndipo anasema Mungu huinua kutoa chini na kuketisha juu, kutoketisha na ufalme na wakuu. Sasa ila kuketisha na wakuu anakupima, sababu akikuinua kakuweka pamoja na wakuu, unaweza ukatoka kuru kaanza kuwatabia waliokuwa mavumbini kama ilivyokuwa, na ukawakosea adabu. Haleluya. Lazima Mungu akuhakiki. Kwa mengine unayopitia ni uhakikisho tu, si kwamba akupendi. Mungu anakupenda na kuhakikisha ili atakapofanya kitu ulinde muujiza wako. Na nielewe, na mtukuze Mungu katika muujiza huo. Nina watu wa Mungu. Sasa unapokuwa kwenye kuhakikiwa,
lazima ujifunze kuwa na subira, kwa kuwa Mungu yuko anakusanya mafaili. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuinuliwa, nakupa mambo manne, andika. Sifa ya mtu ambaye anaweza kuinuliwa na Mungu. La kwanza lazima ujue, au kitu cha kwanza lazima ufahamu, epuka sifa zisizokuwa na sababu. Hebu tumtukuze Mungu wetu. Mungu anayemuinua kumtoa mavumbini, kwa mujibu wa Samueli ile sura ya 2 mstari ule wa 8, ni mtu ambaye hatachukua ile sifa kuwa ya kwake, bali sifa ya Mungu itabaki kuwa ya Mungu. Epuka sifa. Na ukiwa ni mtu wa kupenda sifa, ujue Mungu hata kuinua, kwani utachukua sifa ya Mungu utaigeuza kuwa ya kwako. Nina watu humu kanisani. Ndio maana kuna wachungaji wengine Mungu amewainua, walipoanza kuombea watu wakapona, wakafikiri wanaponya wao. Nataka nikwambie, mchungaji kama mchungaji binadamu hana uwezo wa kuponya mtu, ila Yesu aliyeko ndani yake anaweza kuponya watu, na watu wakamshuhudia Mungu, wakamtukuza Mungu katika roho hai. Unaelewa watu wa Mungu? Epuka sifa, sema sifa. Na tunaposema kuinuliwa, ni kwa nyanja zote za kiuchumi, za kimwili na za rohoni. Maandiko yanasema ufanikiwe kama roho yako ilivyofanikiwa, ufanikiwe katika mambo yote. Epuka nini? Umeimba wimbo, umevuma nchi nzima, uepuke sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umehubiri, watu wamebarikiwa, cha kujitenga nacho ni nini? Sifa. Nina watu kanisani. Umebeba mimba, ukazaa mtoto mzuri, cha kujitenga nacho ni nini? Muitikie, msinyamaze. Cha kujiepusha nacho ni nini? Umejenga nyumba nzuri, jirani yako alitangulia kujenga, lakini hajajenga kama ya kwako, umemzidi, uepuke nini? Nina watu humu kanisani. Mume wako anakuhudumia vizuri, uepuke nini? Sema sifa zinaua. Kwa hiyo Mungu huinua watu ambao hawajisifu. Hello? Unapenda sifa. Ukienda kusaidia mtu unamlazimisha, naomba unishukuru. Mpe tu, hata sipo shukuru, mchukulie ni binadamu. Hebu tumtukuze Mungu wetu. Umemsaidia mtu kitu chochote, usihitaji akusifu. Haleluya. Na tukikutana yule uliyemsaidia yuko na kuponda, haukufanya kwa ajili yake, ulifanya kwa nafasi ya aliyemaomba, ndipo Mungu anasema umemkopesha na yeye atakulipa maradufu. Umemsaidia mtu kupata kazi, epuka kujisifu kwamba isingelikuwa mimi, hajui tumemtoa wapi, mimi. Hayo ni mambo mabaya, unaharibu ile kazi njema. Nina watu kanisani. Unavaa vizuri, acha kupenda sifa. Kuna watu wakivaa wanaulizaga, leo umeniwaje? Nimependeza? Kila mtu anauliza, leo silikuwa nimependeza? Yaani usipomwambia umependeza na kununia. Sasa mtu wa hivi atasumbua watu. Si mnaelewa? Mungu hainui watu wanaopenda nini? Mwanangu, ruhusu tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tuko pamoja. Hapa nione mchangamfu fulani hivi. Mungu hainui watu wenye sifa. Ukishapata hela benki, ndio unaanza kutambia watu. Yaani ukipata tu kidogo unaanza kujijua. Kama unapenda sifa kwenye kuinuliwa kwenye mambo mazuri makubwa ya Mungu, utaishia kuona kwa watu wengine. Lakini ni heri ujishushe, umachie sifa, chukua yeye aliyejua, aliyekuumba. Ukimpa nafasi hiyo, Mungu anakuinua mpaka unashangaa. Mnaelewa kanisa? Mambo jirani yako, sipende sifa. Sifa ni za Bwana. Hello. Katika kitu ambacho mimi mchungaji wako sikipendi ni sifa. Unaposikia usipende sifa, kuna watu wanakujaka kwa sura ya kukusifia. Sifia, wewe ni bara, wewe ni kiboko, bila wewe. Una wengine mpaka wanaambiwa bila wewe ile kanisa haliendi. Yaani anasifiwa mpaka anaambiwa bila yeye kanisa, kama yeye ndio Yesu. Hakuna aliye zaidi ya Yesu hapa. Yesu pekee ndiye anafanya kanisa linasonga mbele. Na kwenye mji, nisikilize, mko kwenye familia, usijione bora kuliko watu wengine. Kila mtu ni bora, ana mchango katika maendeleo ya familia hiyo. Unaelewa kanisa? Ukitaka Mungu akuinue, epuka sifa za kijinga.
Mwana binti asiyekuwa na Yesu akisifiwa tu shingo kama twiga anachanganyikiwa. Akiambia umbo namba 8 anageuka hivi. Oh, haleluya, namba 8. Kwa anakuwa anatembea mtaani eti walimwambia hii ni namba ngapi? Namba 8. Kumbe hamna cha namba 8, wewe namba 2 iliyopinda pinda. Bako na wazarau wanaume, mimi namba 8, sifa, mimi ni mzuri. Mingine unaona binti mmoja anatongozwa na kijana anataka kumuoa. Anamwambia, "Hivi wewe unavyoona kwa sifa yako, unanijua sifa yangu, unaendana na mimi. Kaa nyumbani kwa hilo sasa." Hello? Nilisema binti kama ni muda wa kuolewa ukiombwa namba ya simu toa. Sawa. Amen. Sikiliza nasemaje? Na wanaume anakuja na jisifu juu ya vitu kuwa mjanja, huyo hana kila kitu. Hebu tumpe Yesu makofi. Anaweza kwambia unajua kwetu, unamwona Dangote mjomba wangu. Hivi kumbe bado yapo. Sasa alikuwa anajua Yusufu Elsa Sharafu hivi. Kumbe bado kuna watu wanadanganyika hivyo. Mtu anaenda anajificha kula na kusanya hela ya kibarua. Ikifika 200 ndo anakuja sasa. Anasema hii tu ni ya kula ya siku moja. Ukienda kwa sifa za nje utapotea. Ndio maana nasema usipende sifa, mwachie Mungu achukue nafasi ya sifa yeye peke yake. Kwa hiyo namba 1, ukitaka Mungu akuinue, epuka nini? Kijana mkusifia ni mzuri, tunza moyoni. Alafu uone kama wewe ni mzuri atakutendea kwa uzuri. Haleluya. Kitu kizuri hata kidhalilisha. Amen. Anakuambia wewe ni mzuri atakupeleka guest. Wewe ni mzuri kweli? Mungu kanisani. Amen. Wewe ni mzuri. Sasa kitu kizuri hata ukichafue.